إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وهثنا في آياته كثيرة ومتنوعة ومتعددة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. أحبة، أما في خطبتنا اليوم سنتحدث عن أخلاق المتزوجين بطريقة أو بحديث واحد، حديث أم زرع. Baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile hakuna mafanikio katika dunia hii isipokuwa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, katika hutuba yetu hii ya leo tunakusudia katika makubaliano ahadi ambayo nilichukua, ilikuwa ni kuzungumzia hadithi ya Ummi Zar'i. Hadithi hii ambayo inazungumzia kunako akhlaqil mutazawijin, tabia za watu ambao waliooa, na tabia hizi zilizungumzwa na wanawake, kila mmoja kueleza habari za mume wake. Kwa hivyo bila shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, balighu anni walau aya, nifikishieni mimi japo kuwa aya moja. Kwa hiyo hata hadithi moja ni katika kufikisha ujumbe wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Maadhalika nahnu na'rifu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Ishini nao na hao wanawake kwa wema, na ikiwa kuna mambo watawafanyia yenye kuwachukiza, yenye kuwakera, basi huenda mkachukia jambo, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jambo hilo akajalia kheri nyingi. Ima mkajaliwa kuwa na watoto ambao watawafaa katika dunia yenu na katika akhera yenu. Kwa hiyo vumilieni, kuweni na subira. Kwa hiyo hawa ni wanawake ambao walikaa kama ilivyokuja katika Sahihu al-Bukhari kwamba jalasa 11 mraa, walikaa wanawake 11, fataahadna wataaqadna, wakakubaliana na wakaahidiana, alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a, ya kwamba wao hawatoficha chochote katika habari za waume zao. Kwa hiyo
na habari hii anaelezwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Aisha radhiallahu anha ndio ambaye anamsimulia Mtume sallallahu alayhi wasallama habari za wanawake waliokaa wakaafikiana wakakubaliana wasifiche habari yoyote. Wakaeleza wanawake 11 ikiwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anamsikiliza mke wake. Ni dalili na ni hoja ya kwetu sisi kwamba muamala wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ulikuwa ni muamala mzuri wa kuishi na wake zake, na sisi tunatakiwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wanawake hawa wako ambao wamewasifu waume zao na wako ambao wamewalaumu waume zao, hawakuwataja kwa sifa nzuri. Kwa ima wewe na mimi tunaweza tukawa katika sifa zile ambazo zimetajwa nzuri, au tukawa katika sifa za wale ambao wametajwa kwa sifa zilizokuwa mbaya. Kwa hiyo bila shaka ni kila mmoja anaweza kujipima na kujichunguza ya kuona ya kwamba yeye yuko katika sehemu gani. Lengo na madhumuni ni kufanya ni kuiga mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na kuwa na muamala uliokuwa ni mzuri. Qalati alula, wakaanza mazungumzo. Akasema mwanamke wa kwanza akasema, zauji lahamu jamalin ghathin ala ra'si jabali wa'rin la sahalin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. Wa kwanza akaanza kusema ya kwamba mume wangu ni nyama ya ngamia, alafu ghathin ni nyama ya ngamia lakini iliyokonda, na haikutosha kuwa ni nyama ya ngamia ambayo imekonda, lakini ala jabalin ala ra'si jabalin wa'rin, ikiwa katika kilele cha mlima ambapo kufikia kwenye ule mlima kwenyewe unapata tabu sana, lakini ndio imewekwa huko juu nyama ya ngamia ambayo imekonda, alafu imewekwa kwenye sehemu ambayo ni hatarishi, imewekwa kwenye sehemu ambayo ni ngumu kuifikia. Akasema la sahalin fayurtaqa, si rahisi mtu kupanda akafika huko juu, wala saminin fayuntaqal, na wala haikuwa ni nyama ambayo imenona mpaka mtu afanye jitihada zote kuifikia nyama hiyo. Unaifuata kwa hoja ipi hasa? Basi ingekuwa imetupwa hata chini ukaiokota kirahisi, lakini ni nyama ambayo imekonda, lakini bado kukonda kwake ikawekwa katika mazingira hatarishi, hata kuifikia yenyewe unapata tabu, imewekwa juu ya kilele cha mlima. Wanachuoni katika kutafsiri maneno haya wakasema mwanamke huyu anamtaja mume wake kwa sifa ya kwamba hana tabia nzuri, hana maslahi makubwa, ana manufaa madogo, kama ilivyokuwa nyama ya ngamia ambavyo imekonda alafu imewekwa katika mazingira magumu. Kwa hiyo na mwanamke huyu anaishi na mwanaume ambaye hana maslahi makubwa, lakini pia namna ya kumridhisha mwanaume huyu anapata tabu kubwa sana kumridhisha. Kwa hiyo akamsifu mwanaume huyu kwa sifa ambazo ni sifa ngumu, mwanaume mwenye muamala ambao hauna manufaa, hauna maslahi makubwa, na bila shaka watu wanaishi kwa kuzingatia maslahi. Qalati thania, akasema mwanamke wa pili, zauji la abuthu khabarahu inni akhafu alla adharahu wa in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarahu. Akasema hakika mume wangu, la abuthu khabarahu, mimi najizuia, siwezi kueleza habari zake. Inni akhafu alla adharahu, wanawachuoni wanasema maneno haya aliposema inni akhafu alla adharahu, mimi ninaogopa ya kwamba huyu mwanaume kutokana na habari zake ambazo aibu zake ni nyingi mno. Yani kama hii alla adharahu inarudi kwenye habari, ni kwamba habari za mwanaume huyu dosari zake, kasoro zake ziko nyingi sana. Na kama inarudi kwa mwanaume mwenyewe, anamaanisha ya kwamba nikizitaja zile habari zake mimi nitakuwa nimemkosa huyu mwanaume. Inni akhafu alla adharahu, mimi naogopa nisije nikamwacha, naogopa asije akanipa talaka,
kwa kueleza habari zake. Ina adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarahu, kwa sababu habari zake ni nyingi ambazo ni za aibu, na habari zake nikizitaja, maanake nitataja zile ambazo ni za dhahiri zinazoonekana na zile ambazo zimejificha, kwa sababu amesema ina adhkuruhu adhkuru ujarahu, na wanasema ujara ni katika mishipa ya shingo ambayo imevimba imejaa, na vile vile bujarahu ni mishipa ambayo iko tumboni iliyojaa imevimba. Akamaanisha kwamba aibu zake ni zile ambazo zinaonekana kwa wazi na zile ambazo zimejificha. Kwa hiyo ana aibu nyingi, ana kasoro nyingi, anaona pia hata kuzieleza haitoshi. Huyu ni mwanamke wa pili akiwa anaeleza kuhusu na mume wake. Qalati thalitha, akasema mwanamke wa tatu, akasema zawji li ashannaqu in antiqi utallaq wa in askutu allaq. Akasema mwanamke wa tatu, mume wangu ni ashannaqu, ni mwanamke mume wangu ni mwanaume mrefu, lakini urefu ambao hauna faida. Yani kuwa na shepu ya urefu tu peke yake, alafu tabia ni mbaya, hauna maslahi, sio jambo zuri. Kwa hiyo anasema mume wangu kama ana sifa nzuri tu, basi ni sifa ya urefu tu, lakini urefu ambao hauna maana. Anasema inni azauji ala ashannaq ina antiqi utallaq, nikizungumza kuhusu na mambo yake nimepewa talaka. Wa ina askutu uallaq, na nikinyamaza nisiseme yanayonipata anayonifanyia ninabaki kuwa muallaka. La zauja, sio mke, na wala sio mutallaka, na wala sio amepewa talaka ameachwa, anabaki kuwa ni mtu mwenye kuning'inia. Na haya yanaonyesha kweli kwamba kuna baadhi ya wanawake wanaweza kueleza matatizo yao kwa wanawake wenzao, lakini wakifika kwenye vikao, hembu eleza mume wako ana matatizo gani, anashindwa kueleza, kwa sababu anajua nikisema tu hapa talaka ninayo, kwa sababu huyu mume wangu ni mrefu lakini akili hana. Zauji al-ashana, hasikilizi chochote anachokiopia mwanamke. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba kuna wanawake wengine wameathirika psychologically, hata kujieleza hawezi kujieleza. Kwa nini? Kwa mazingira anayofanyiwa, kwa mazingira ya aina ya mwanaume alionayo. Kwa ni mwanaume ambaye ukieleza habari zake, hata kama ni kutafuta ufumbuzi, basi talaka unayo. Na ukinyamaza, usipoeleza matatizo yake, basi utaendelea kuumia hivyo hivyo. Kuachwa hauachwi. Na ndio maana leo kuna baadhi ya wanaume wameukubali ujinga, yani wameafikiana kuwa wajinga. Huwa wanasema mimi najua kuoa lakini sijui kuacha. Ujue huyu ni mwanaume ambaye amelenga kumtesa mwanamke, amelenga kumuumiza mwanamke, hataki kumpa uhuru wake akaolewa, lakini pia kumpa haki zake za kindoa hampi. Anamwambia mimi najua kuoa lakini kuacha sijui. Ndugu yangu Muislamu, kama unayo tabia hiyo, irekebishe, jirekebishe. Na kuna baadhi ya wanaume huwatishia wake zao, ukienda kushtaki na talaka unayo. Sasa sheria za Kiislamu zimewekwa za nini? Makadhi wamewekwa wa nini? Kama ameshindwa kulitatua tatizo kifamilia, na hatua inayofuatia ni kwenda kwenye uongozi wa dini, ndio unaweza kumsaidia tatizo lake, lakini unamwambia ukienda na talaka unayo. Ndio mwanamke analalamika, anasema mume wangu zauji la ashannaqu ina antiqi utallaqu, mume wangu ni mrefu lakini urefu sio na maana, nikiongea kuhusu na mambo yake nimepewa talaka. Wa ina askutu allaqu, na nikiendelea kunyamaza ninabaki nimening'inia. Qalat Rabia, akasema mwanamke wa nne, akasema zauji kalaili tihama la harrun wala qurrun wala makhafata wala saamata. Akasema mume wangu ni kama usiku wa Tehama, na Tehama ni eneo ambalo liko katika miji ya Maka. Wanasema ni sehemu ambayo inakuwa na jua mchana, jua kali, lakini usiku
kunakuwa na baridi ambayo ni ya wastani. Kwa hiyo anasema mume wake ni kama usiku wa tehama, na vile vile anasema la harun wala qurrun, sio joto wala sio baridi, yani eneo hilo halina joto la kupitiliza wala hakuna baridi ya kupitiliza. Kwa hiyo ni mutawasitwa, mu'tadila. Kwa hiyo ni hali ambayo ni ya kati na kati. Wala makhafata, na wala haogopi chochote, hatishiwi amani, hakosi amani ya kuwa naye. Wala saamata, na wala hamchoshi mke wake, mke wake hapati tabu. Wakasema huyu sasa amemsifu mume wake kuwa mume wake ni mtu mwadilifu, ni mtu wa kati na kati, ni mtu ambaye akiishi naye anapata salama, anapata amani, anapata utulivu. Kwa hiyo huyu mwanamke anamsifu mume wake kwamba mume wake kalaili tehama, ni kama usiku wa tehama, la harun wala qurrun, ambao hakuna baridi ya kupitiliza wala joto la kupitiliza, wala makhafata wala saamata. Ndugu yangu Muislamu, tunasema tunawataja wanawake 11 ambao walieleza sifa za waume zao. Kila mmoja alieleza jinsi anavyoishi na mume wake. Mwanamke mwingine qalati al-khamisa, akasema mwanamke wa 5, akasema zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yasalu amma ahid. Akasema mume wangu pindi anapoingia anakuwa ni chui. Ni chui au duma, ni aina ya chui, ambao chui anasifika na sifa ya kulala sana, ni mwenye kupata usingizi sana, na ni mwenye aibu sana, na hata wakati mwingine anaweza akafumba macho tu asimwangalie mtu, lakini kwa sababu ya kuona haya. Kwa hiyo anasema mume wangu akiingia nyumbani ni chui, si kwa maana ya kumrarua, bali ni chui kwa maana anapumzika, hatazami angalie ovyo ovyo kwamba kuchunguza kuna nini kinachoendelea. Anasema wa in kharaja asid, na akitoka anakuwa ni simba. Amemsifu kwa ushujaa, kwa ujemadari, kwa uhodari, kwa mume wake anapokuwa nje ni hodari, ni shujaa, ni jemedari. Wala yasalu amma ahid, na wala haulizi yale ambayo alikuwa amemwachia mke wake, kama ni matumizi, ni mahitaji amenunua, kwamba imebakia shilingi ngapi, 500, 400, 1000, shilingi ngapi, haulizi. Au aibu za ndani ya nyumba, kasoro ndogo ndogo, zulati ndogo ndogo, makosa madogo madogo, anayafumbia macho. Na kufanya hivyo ndio kuwezesha muamala uweze kuendelea, ndio kuwezesha maisha yaweze kuendelea. Ndio Imamu Ahmad ibn Hanbali akasema 19 husnul khuluqi fi taghaful, asilimia 90 ya tabia njema ni kujikalifisha kufanya kughafilika, kujikalifisha, pamoja na kwamba unayaona na unayatambua mapungufu yaliyopo, lakini ukajikalifisha kuyafumbia macho, ukajifanya kana kwamba hujayaona, ili kuweza kuleta mawadda, ili kuweza kuleta upendo. Asilimia 99 imejengwa kwa kughafilika, kupuuzia baadhi ya makosa madogo madogo. Haya sio kwa wanandoa tu, hata katika taasisi, baadhi ya makosa mengine ya wafanyakazi, lazima akiwa wewe ni bosi, lazima kuna mambo lazima yafumbie macho, ujifanye kama hujayaona hata kama umeyaona, lakini ni mambo madogo madogo ambayo hayaleti athari kubwa, lakini ndiyo yanaleta ukaribu wa muamala. Haya, na huyu mwanamke inaonekana anamsifia mume wake kwa tabia aliyokuwa nayo njema. Ni wangapi leo hata shilingi 100 anamuuliza mke wake kitu gani alichomwachia? Bali wengine wameenda mbali, hata wanahesabu finyango za nyama, kwamba alimwachia 15, basi mchana ziliwe 7:30 na jioni 7:30. Zikikutwa zimepungua ni kesi kubwa, kwa sababu hawajui maana ya muamala. Na wengine ni kwa sababu tu ya umaskini, unafuatilia hata chenchi ndogo ndogo 100, unaleta ugomvi na mke. Huenda amewapa watoto wakala wakanunua biskuti au pipi, lakini bado utagomba
kana kwamba amepewa jambazi kala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tabia iliyokuwa njema ni pamoja na kughafilika, ni pamoja na kuyafumbia macho yale ambayo si yenye kuleta madhara makubwa. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ahiba, tukiwa tunaendelea na hadithi ya Ummu Zari' ambayo inataja wanaume 11 au wamezungumza wanawake 11 wakiwazungumza waume zao, na sisi tunaweza tukawa ni miongoni mwa wale waliosemwa, tumesemwa kabla. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza katika baadhi ya tabia na mienendo ambayo tuliokuwa nayo. Baada ya kumaliza huyu wa 5, anayefuatia ni wa 6. Qalat sadisa, akasema mwanamke mwingine ambaye ni wa 6, akasema zauji in akala laf wa in shariba ishtaf wa in taja'a iltafu wala yuliju likafu liya'lama libath. Anasema mume wangu akila anafyeka chakula chote, na akinywa anamaliza chochote kinachonyweka, akinywa anamaliza, habakishi. Na vile vile akilala hujifunika shuka mwenyewe, hujitenga. La yuliju likafu, hapeleki mkono kwa mwenzake, liya'lama libathi, ili aweze kujua ana matatizo gani, anasibiwa na nini. Wanachuoni wakasema huyu pia anamtaja mume wake kwa sifa ambazo sio nzuri. Kwanza, mwanaume kula sana sio sifa nzuri ya mwanaume, lakini umekula sana inaonekana pia hata kufanya tendo, kuwajibika hauwezi, lakini kwenye kula unakula sana. Kwa hiyo anamtaja mume wake kwa tabia ambayo sio nzuri, kwamba anapenda kula ulaji wa kiroho, kunywa anapiga sana, lakini kwenye kulala anajitenga, hataki kujua mwenzake wala kumuuliza hali zake wala kilichompata mchana katika changamoto za watoto na familia, hataki kufahamu yaliyomhuzunisha, yaliyomsibu ambayo angeweza kumliwaza. Kwa hiyo huyu anamtaja mume wake kwa sifa ambazo sio nzuri. Qalati asabi'a, akasema mwanamke mwingine ambaye ni wa 7, akasema zauji, akasema mume wangu. Zauji, mume wangu, ambaye pia huyu anamsifu mume wake, akasema ghayayau au ayayau tabaqau kullu da'in lahu da'un shajjaki au fallaki au jamaa kulla laki. Anasema mume wangu ghayayau ni mtu ambaye yuko mbali na haki, ana mambo ya kijingajinga. Ayayau, na ni mwenye kushindwa, amefeli katika swala la kindoa. Tabaqau, lakini pia sio mtu ambaye anaweza kujieleza kwenye mdomo, pia hawezi kuongea. Anatumia nini zaidi? Asema kwanza, akasema kullu da'in lahu da, yani kila aibu au kila kasoro iliyoko kwa wanaume wengine, kila mapungufu yaliyopo kwa watu wengine, kila ugonjwa yeye anao, yani matatizo yote yeye anayo. Akasema shajjaki, akimsemesha kwa maneno ya kumkasirisha, amepigwa kichwa, amepasuliwa kichwa. Au fallaki, au akimtania
amevunjwa kiungo. Je, ni kweli huyu atakuwa na akili? Akasema au jamaa kula laki, au anakusanya yote kwa pamoja kwa mpigo, yani kwenye kupiga kichwa anapiga, kwenye kuvunja kiungo anavunja, kwenye kutandika pia anatandika. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile yeye anafanya. Na leo kuna baadhi ya wanawake wanaishi katika mazingira haya, wanapigwa lakini wanaendelea kuvumilia tu, kwa sababu labda kuna maslahi fulani fulani, wameshazaa, wana watoto na kadha wa kadha, au nyumbani kwao familia hazijui dini. Akipigwa akienda kushtaki anaambiwa rudi, kwa sababu alishakula mahari. Kwa hiyo ni lazima aendelee tu na kibano, aendelee tu na kupigwa, lakini ameshajua kwamba huyu mwanaume halifai. Na Mtume sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala sema, walati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhun wadribuhun, na wanawake ambao wanajipandisha, waliojifanya kama vidume, hawataki kuwatii sheria, imekuja wapeni mawaidha. Fa'idhuhun, wapeni mawaidha, wahofisheni na siku ya Kiyama. Kama hilo halijawasaidia, basi wahameni kwenye vitanda. Kama hilo halijawasaidia, wapigeni. Lakini kipigo Mtume sallallahu alaihi wasallam qayyadahu, akakiwekea mipaka. Na baadhi ya wanasheria wa Kiislamu wanasema kupiga mwanamke haifai kwa mtu ambaye hajasomea sheria, kwa sababu hawajui namna ya kupiga. Kwa hiyo sio kila mtu lazima aruhusiwe kupiga mwanamke. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, wapigeni wanawake, lakini kipigo mnachowapiga kisiwe ni kipigo ambacho kinaacha alama ya wekundu, kinachoacha athari. Kama unataka kuacha athari, jenga msikiti, chimba kisima, lakini sio kuacha athari ya kumpiga mke wako, kwamba unaona kuna kovu fulani nilimtandika, umemvunja mguu nilimtandika, unajisifu mbele ya wanaume wenzako. Kama unataka kuacha athari, acha athari kwenye jamii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kipigo, lakini kisiwe chenye kuacha athari ya wekundu au alama. Je, kama haitakiwi kuacha alama, vipi basi kwenye kujeruhi? Vipi kwenye kuvunja? Akasema niseme mwanamke mmoja ili tuweze kumalizia, kwa sababu muda hauruhusu. Qalati athamina, akasema mwanamke mwingine ambaye ni wanane, akasema zauji almasu masu arnab warihu rihu zarnab, akasema mume wangu ni kama manyoya ya sungura, yani mume wangu ni mtu laini. Alafu arihu rihu zarnab, na harufu yake ni harufu ya mti unaotoa harufu nzuri. Kwa maana anamsifu mume wake kwanza muamala wake ni mlaini, ni mtu ambaye sio mgumu, lakini pia katika mazingira yake ni mtu ambaye anajitunza, ni mtu ambaye kila wakati ananukia vizuri, ni msafi, ni mwanaume ambaye anaoga. Na hili ni sehemu pia ya haki za wanandoa kwa wote, sio kwa wanaume wala sio kwa wanawake. Kwa hiyo anamsifu kuwa mume wake ni mtu mzuri katika tabia, katika muamala wake, hana mkwaruzo naye, anapoamiliana naye yuko katika muamala uliokuwa mzuri, ana tabia iliyokuwa njema, lakini pia ni mtu ambaye ni msafi. Leo ni wanaume wangapi ambao wanakuwa ni wachafu, wanafanya kazi za kuwatoa jasho, labda ni kulima, labda kuendesha baiskeli au kuendesha chochote ambacho kinamtoa jasho. Mwingine hata ni mparua samaki, lakini anataka kudai mechi usiku na hali ya kuwa ni ananukia jasho na hataki kuoga. Inalazimu mwanamke ashike pua atoe huduma kwa mazingira ambayo ni magumu. Ndugu yangu Muislamu, usafi umeamrishwa katika Uislamu. Aisha aliulizwa, vipi ilikuwa tabia ya Mtume anapokuja nyumbani, kitu gani anaanza nacho? Akasema asiwak. Akifika nyumbani Mtume kitu cha kwanza anapiga mswaki.
Mswaki maana yake nini? Ni kusafisha kinywa, na kama ilivyokuja katika hadithi kwamba aswaku matoharatu lilfami maridwatu lirabbi, mswaki ni kitoharisho cha mdomo, lakini pia mswaki unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, bali wengine huingia nyumbani na moshi, anavuta sigara, anaudhi familia nzima yote, sio mke wala sio watoto. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ni mtu mzuri, aliokuwa anajua muamala, kwa sababu mdomo, kinywa una mahusiano makubwa katika kindoa, una mahusiano makubwa kwa wale wanaojua, lakini kwa wasiojua wanaweza wakaona kwamba sio kitu muhimu sana, lakini kwa watu wanaojua mapenzi, hili ni jambo muhimu sana, na hakuna anayemshinda katika hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiyo ambaye ni mwenye kuongoza. Ndugu zangu katika imani, muda hauturuhusu kuendelea, tuishie hapa katika siku yetu ya leo kwa kuwazungumza hao wanawake 8. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa adhilla shirka wal mushrikin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.